akiwa kwenye kifungo kizito, akiwa kwenye mateso mazito. Ndio maana anaandika, anasema kwamba mimi ni mfungwa katika Kristo. Maana yake alivyokuwa gerezani hakuchoka Paulo kuandika waraka. Alivyokuwa gerezani Paulo hakukata tamaa kupiga kazi ya Mungu. Alivyokuwa gerezani Paulo ndipo alijitia nguvu katika kuhubiri habari za Yesu Kristo. Nataka nikwambie kwamba kuna nyakati zingine, mtu wa Mungu, unapita kwenye misukosuko, unapita kwenye changamoto, hadi unaona kwamba mbona naona nataka kuzama sasa. Hebu nisikilize baba yangu, nisikilize binti, nisikilize mama. Ni kwamba nyakati za shida ndipo ambapo Mungu anadhihirika. Nyakati za taabu unapomwita Mungu ndipo anashuka zaidi ukilinganisha na nyakati za raha. Kwa nini? Kwa sababu Paulo akiwa kifungoni anaandika hizi nyaraka kwa nguvu nyingi, na kupitia zile nyaraka watu wengi wanaokolewa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Point moja ya msingi sana ni kwamba ni angalau ukakubali kufa kwa ajili ya wazo litakaloishi kuliko kuishi kwa wazo litakalokufa. Haujanielewa? Ngoja nirudie mara tatu hiyo point ya msingi. Ni angalau ukakubali kufa kwa ajili ya wazo litakaloishi kuliko kuishi kwa wazo litakalokufa. Ni angalau ukakubali kufa kwa ajili ya wazo litakaloishi kuliko kuishi kwa wazo litakalokufa. Kwa nini? Kwa sababu Paulo alipokuwa gerezani alikubali kufa kwa ajili ya wazo litakaloishi, na ndio maana sasa hivi tunasoma nyaraka za Paulo. Paulo angekubali kufa, mawazo yake yote na yeye angekufa, lakini Paulo angesema ngoja nife, mawazo yote angekufa. Lakini sasa hivi alisema hivi, bora nife ili mawazo yangu yote yakaishi katika Kristo. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. So ni angalau mtu wa Mungu ukakubali kufa ili Yesu umtetee. Ni angalau ukakubali kuhangaika, ukakubali kuteseka ili Yesu aishi ndani yako, na baadaye uje ufanyike ushuhuda wa baadaye. Halo. So Paulo akiwa kifungoni, Paulo akiwa gerezani, amefungwa, amepigwa kwa mikatale, amefungwa pingu, hiyo nguvu bado anaitumia kuandika nyaraka tena, na bado anazituma zile nyaraka zinasambaa. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Amen. Mbona msemi amina? Mna shida gani? Kuna shida gani hapo? Mbona usemi amina? Unanisikiliza au umekasirika? Sasa nisikilize mtu wa Mungu jioni ya leo. Paulo ameandika waraka akiwa kwenye mateso makali, akiwa kwenye mahangaiko makali, na lengo kubwa la waraka huu alikuwa anataka amwombee msamaha mtu mmoja anaitwa Onesimo kwa Filemoni. Kwa hiyo amefanikiwa kumwombea msamaha huyo Onesimo kwa Filemoni, na kweli huyo msamaha ukaachiliwa. Sasa kitu gani tunajifunza juu ya waraka huu wa Filemoni kwa wale waliookoka? Kitu tunachojifunza ni kwamba lazima tukubali kusamehe, kwa sababu msamaha ni swala la lazima. Marko 11:25 amesema hivi, nanyi msimamapo na kusali, sameheni juu ya watu waliowakosea, maana msipowasamehe Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe. Biblia zingine zinasema ili na Baba yenu wa mbinguni awasamehe. Maana yake usipoachilia msamaha na Mungu hawezi akakusamehe. Kusamehe kwa mtu wewe ambaye umeokoka ni lazima, siombi. Halo. Sasa kwa wewe ambaye haujaokoka, ujumbe huu unakufundisha nini? Kwa wewe ambaye haujampokea Yesu Kristo, ujumbe huu unatufundisha kwamba wewe ni wa muhimu sana kuliko dhambi zako zote ulizozifanya. Ngoja nirudie. Wewe ni wa muhimu sana. Wewe ni wa muhimu sana kuliko dhambi zako zote ulizozifanya na unazoendelea kuzifanya. Kwa sababu gani? Onesimo alitoroka na hela za Filemoni,
aliyetoka na hela za Filimoni anaenda kukutana na Paulo moja kwa moja. Paulo anamhubiri Injili na ile Injili anaipokea, halafu anatumwa aende kwa yule aliyemwibia hela, kwamba nenda kwa nani? Kwa Filimoni aliyemwibia hela. Wanaenda kukutana na Filimoni tena, moja kwa moja anampatia huyu waraka. Msamaha unaingia ndani ya yule mtu. Hii kwa sababu gani? Onesimo alijiona yeye ni mnyonge kwa sababu ya ile dhambi aliyokuwa ameifanya, lakini Mungu anataka amuunganishe Filimoni pamoja na Onesimo pamoja na Paulo ili wawe kitu kimoja katika Kristo Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani mtu wa Mungu ataka nikwambie jioni ya leo ni kwamba yamkini umesema kwamba mimi mbona kwenye haya maisha na angalau nife, mimi mbona kwenye haya maisha ninapigana lakini hamna hatua ninayoipiga, mimi mbona nimehangaishwa na ugonjwa wa miaka mingi, mimi mbona hii typhoid haiishi, mimi mbona malaria hayaishi, mimi mbona kansa haiishi, mimi mbona HIV haiishi, mimi mbona pressure haiishi, mimi mbona miguu haikomi. Wakati mwingine umeanza na kusema kwamba huu ni ugonjwa wangu, kwamba hata nika ugonjwa kangu, nyakati za usiku nikiamka unasema huu ni ugonjwa wangu. Hebu nisikilize mtu wa Mungu, hata Onesimo alikuwa anasema hivyo hivyo. Mimi ni mfungwa, ili hali ni mfungwa, siwezi nikamsogelea mtu anaitwa Filimoni, siwezi nikaenda sehemu yote nikawa huru, lakini Biblia niambia kwamba huyu Onesimo alipokutana na Paulo langoni, moja kwa moja neema ya kiungu ikaingia ndani yake. Ilipoingia ndani yake ile neema ya kiungu, akapita hadi kwa mtu anaitwa Filimoni aliyekuwa kimdai. Baada ya kupita kwa Filimoni, neema ya msamaha ikaingia ndani yake. Hebu nisikilize jioni ya leo mama, nisikilize jioni ya leo binti, nisikilize jioni ya leo ewe babu uliyesema kwamba mimi kila siku ni mateso, mimi kila siku ni mahangaiko. Nataka nikwambie kwamba yupo Yesu ambaye jana alifufuka, na baada ya kufufuka ametangaza uhuru. Akasema kwenye kitabu cha Isaya ile 53 mstari wa 5, anasema kwamba Kristiani amepigwa, kumbe amepigwa na Mungu. Halafu anamalizia kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hebu nisikilize, cha kwanza tumepona rohoni, cha pili tumepona juu ya miili yetu. Hatuko chini ya magonjwa, tunayaamuru magonjwa. Kama kuna typhoid inatoweka, kama kuna malaria inatoweka, kama kuna migongo sugu inatoweka, kama kuna HIV inatoweka, kama kuna kansa inatoweka, kama kuna kulogwa kunatoweka. Kuna watu wengine wanaogopa watu wachawi. Yeye nisikilize, Yesu Kristo ni zaidi ya wachawi, kwa sababu yeye ni mganga wa waganga, yeye ni mchawi wa wachawi. Yesu akiingia ndani yako wachawi wanakukimbia. Yesu akiingia ndani yako wachawi wanakukimbia. Wanatangaza nasema hivi, kama yuko mchawi ndani ya kijiji hiki atoke, acha kanyage, no, acha usoe miguu ninapokanyaga, halafu akione cha moto. Piga makofi kwa mtu mgeregere. Wachawi tunafukuza kama kuku akiwa kwenye mahindi, tunasema na wenyewe wanaondoka, kwa sababu Yesu ni mkuu kuliko wachawi. Na kushangaa binti, ukiwa umelala unaogopa vipati kwenda kuogopa kule juu, halafu unaogopa. Nisikilize, Yesu akiingia hamna cha kugonga kwa bati, Yesu akiingia hamna cha uganga, Yesu akiingia hamna cha malaria uchawi, Yesu akiingia hamna cha pepo wachawi, maana yeye ni mkuu. Kama ambavyo Onesimo anajiona ni mnyonge, lakini alipoingia Yesu ndani yake, ukuu kaingia ndani ya Onesimo. Hii ni kwa sababu mkuu aliingia ndani ya Onesimo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashangaa siku hizi kuna watu wanaokoka lakini wanaogopa wakati mwingine hadi watu wa Freemason. Kuna watu
sisi ni Biblia. Levo yetu sisi ni Biblia. Levo yetu sio mipaka ya Uganda. Levo yetu sisi sio mipaka ya magonjwa, maana kila ugonjwa tunapewa kuutiisha kwa jina la Yesu Kristo. Piga makofi tena. Mwisho wa kunukuu. Haleluya.